وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بن عبد الله وآله وصحبه إلى يوم لقاء الله. وبعد. Mheshimiwa Shekhe wa mkoa huu, ile kaimu watasema waliokukaimisha, sisi tutakuita Shekhe wa mkoa. Mheshimiwa Shekhe mwenyeji wa wilaya hii, na kwa bahati wewe sio kaimu na utaendelea hivyo hivyo mpaka uchoke mwenyewe ama laini ichomolewe, kwa maana ya kufa, lakini bado kidogo. Shekhe mwenyeji, jina nilolisikia tu nikajua shemeji yako. Majina yale hamna ila kwa Wapemba. Isikia Mbaruku Karafuu. Kwa sababu ule ni mng'ato ule wa karafuu na madoriani, asili yake ni Mubarak, kwa sababu katika Kiarabu hamna Mbaruku, hakuna wazini hata mmoja. Umeona? Sasa kuonesha ni watu maalumu wakaita Mbaruku. Shemeji yangu, alhamdulillah, mbele na kiongozi na shemeji. Mashekhe nyote wa kata, walimu wenzangu wa madrasa, maimamu mliohudhuria hapa, kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu mwaka huu kupata bahati ya kuhudhuria. Ni katika watu walioalikwa sana kwenye hadhara hii. Nimebahatika kuja mwaka huu, na waliokuja wakamkusanya swahibu wangu wa miaka hiyo. Nikawaambia dharura sina, na kwa kuwa mmemleta huyu na kuja. Kuna mtu mmoja Sheikh Walidi anakupenda sana, rafiki yangu mimi, lakini alikuwa mcheza mpira aitwa Ramadhani Mazongera maarufu Dondola, swahibu wangu zamani sana. Alipokuja katinga kanzo, mimi nikajua kaja mwanachuoni gani, kumbe muuni wa zamani wa Manzese. Alhamdulillah, ile peke yake ilinipa faraja, ile peke yake ilinipa faraja. Hata maneno ya kusema basi ilikuwa ni yeye Bwana Dondola, ndio maneno ya kusema hapa. Walimu, mashehe, katika msiba mkubwa tuliokuwa nao leo katika kila idara, busara ikusanye, busara bishakli al-aam, al-hikma, hekima. Hata ndoa zetu zinavunjika sana, mpaka unampata mtoto mwenye umri wa miaka 35, 30, ana ndoa 3 ama 4. Sababu yake busara. Imma
wanandoa wenyewe wamekosana, ndoa ikavunjika, sababu itakuwa busara. Wanaongeza sauti tu, mimi ndo taongeza huku hata juidi, tusio na pressure. Ima itakuwa wazazi wa pande mbili, kuna upande kumekosekana busara. Ima itakuwa walioalikwa katika usuluhishi wa ndoa ile, kuna baadhi walikosa busara, ndoa zinavunjika. Nilisema mara moja, mwanamke Mungu alivyomuumba, kuna wakati mnara unashuka wa network. Mume unatakiwa ujue kwamba sasa mtandao hausomi vizuri. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Qur'ani inasema hivyo Wewe mwanadamu waheshimu sana wazazi wako wawili. Qur'ani ndio ilipotaka. Lakini kuna mmoja huyo, ongeza sana zile heshima na nidhamu. Ongeza sana yale mapenzi katika hao wazazi wawili. Nani? Mama. Kwa sababu alimbeba huyo wewe, dhiki juu ya dhiki, tabu juu ya tabu. Waweza ukapata mtoto, mke ana nidhamu, anakupenda, lakini siku ya kushika ujauzito utaona ulimi umebadilika. Wewe mume unatakiwa uwe na busara. Mbona juzi na jana hakuwa hivi? Tumia busara. Hii itakuwa mimi. Mimba ile si umewekeza? Usishangae ukamwona mwanamama mpendaye nyama, baada ya ujauzito nyama inanuka. Bwana, usudi bahati mbaya. Kila nikishusha inapiga kelele. Hata kitena nyama anakwambia anataka bamia mlenda, anakifunge pembeni, kakifunga na kanga cha udongo. Mimba hiyo. Usishangae yule unayempenda baada ya kuwa mjamzito akakusokotea shuka akaliweka akajibana ukutani. Nimuone mshenzi wa mtu avuke hapa, sio wewe ndio mshenzi. Mimba ile. Busara uwe nayo. Mimba zina staili. Usishangae ukiwepo anakukasirikia, ukiondoka anatafuta fulana yako, kanzu yako uliyovaa juzi na jana iliyojaa jasho, ananusa kama ugoro. Lakini wewe ukiwepo anakasirika. Mimba. Busara. Unakwenda msikitini, unakuta muadhini na imamu hawaelewani. Busara hakuna. Busara zingekuwepo, kila mmoja angejua mipaka ya nafasi yake. Hivyo nenda hata katika serikali, ofisini, ofisi moja, kalani, sio sekretari, sio katibu, kila mmoja anaomba mwenzie afukuzwe kama sio kufa kabisa. Busara tu. Wewe una mshahara wako, huyu ana mshahara wake, na mimi nina mshahara wangu. Haijawahi kutokea baada ya kufukuzwa mimi ama kufa, ule mshahara wangu ukapewa wewe. Kinachokufanya unune na unikasirikie nini? Busara hakuna. Usishangae Sheikh Walidi ndio shekhe wa mkoa. Basi akapatikana mtu hata sio shehe wa kata kama mimi hivi, akataka kupambana na huyu. Sasa wewe unapata nini hata akiondoka hata kwenye kata au unaleta majibu hata kwenye kata au? Busara hakuna. Ile sio nafasi yako, tafuta la kwako.
mabwana hekima. Nilisema mahala, tazama leo Waislamu kwenye mitandao ya kijamii. Wewe kwa kuwa unapenda maulidi ni haki yako kutetea, na wewe kwa sababu hupendi maulidi ni haki yako kupinga. Kwa kukosa busara, wewe unateteaje? Unatetea kwa matusi. Kwa kukosa busara, na wewe usiyapenda, hupendi kinamna gani? Unaponda kwa matusi. Busara. Tatizo sio kukataa, unakataaje? Si kama naeleweka? Hakuna jambo baya analolichukia Mwenyezi Mungu kama kufikia mtu kujiita Mungu. Firauni alijiita Mungu, lakini bado katika kwenda kuzungumza naye busara zinahitajika. 44 Twaha, Mungu wakati anamtuma Nabii Musa na Haruni aliwaambiaje? Faqula lahu qawlan layyina. Wanakwenda kumpiga maneno aelewe, mtu ambaye anajiita Mungu. Mungu kamuona na anamjua, lakini bado anawatuma, anawaambia busara zinahitajika. Nendeni Musa na Harun mukazungumze na Firauni, lakini kamwambieni maneno mazuri. Lengo nini? La'allahu yatadhakkaru au yakhsha. Busara zikitumika, pamoja anatamba yeye ndiye Mungu, lakini busara zikitumika, huenda atarudi nyuma, atajirekebisha. Vinginevyo yeye anaweza kuwa katika wacha Mungu, akaogopa hasira za Mwenyezi Mungu kwa kujitangaza umungu hali ya kuwa si Mungu. Busara ni muhimu. Wakati Mwenyezi Mungu anamtuma Musa na Harun kwenda kwa aliyejiita Mungu, busara zinahitajika. Hapo hapo Mwenyezi Mungu anamwambia Bwana Mtume Muhammad mimbabi ili yake ani fasma'i ya jaa udu ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana. Busara Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nenda kawalinganie watu waje katika dini ya Mwenyezi Mungu kwa busara.